Hii ni Lenzi. Kwenye TV is expensive, the digital platforms is cheaper. Wamekuwa congested sasa hivi. Sio rahisi kuwa noticed. Kwa sababu Watanzania wanapenda umbea. It's an opportunity basi. Imezalisha kazi zaidi. I think social media imeongeza matatizo ya afya ya akili kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo inawezekana inachangia kwenye failure ya baadhi ya watu. Kwa sababu kwenye digital, kitu ambacho kilifanya kazi jana might not work today. Mimi nataka kuwa TikToker. People think it's just you holding your phone na kuandika. Marafiki zetu ni robots. Inanifanya kwamba okay, I'm in the future already. The coming election, we have AI, we have the deepfakes and whatnot. How safe are we? Binadamu anakuwa na spouse ambaye ni robot. It's happening, huh? It is happening, is it not? Is it in Japan? Lakini sasa hizi ukiona uzioni status na wewe ndio uzioni. Hivi mtoto ana akili kweli, ana post kitu na wazazi wanaona kumbe waone. Watu wengi wanapoteza kazi kuliko wale wanaozipata. Na ndani ya hii miaka mitano kuanzia 2020 mpaka 25 hilo litatokea zaidi na gap itazidi kuwa kubwa. Leo tuko na mmoja wapo wa wale wachache ambao wenyewe wamezipata hizo kazi mpya. Anaitwa Jane Shusa. Karibu sana. Asante sana Michael kwa kunikaribisha katika Lens. I'm so happy to be here. Okay. Kuna watu wanakuita dada wa maua, dada wa coffee, dada wa vitabu. Sijui kuna dada nyingine ambayo sijahitaji. Okay. Ni mtaalamu wa mawasiliano ya kidigitali na ni afisa mwandamizi katika shirika moja la hapa Afrika. Hiyo position ndani ya miaka 10-15 nafikiri dunia inawezekana haikuwa na position au job title ya style hiyo. Is that right? Au ziko bado mpya? I think ziko bado mpya azin kama zipo. Sema kwa Tanzania sidhani kama zilikuwepo. So wakati tunasoma pia hakukuwa na hizi like courses za digital communication ama digital content creation. Oh, kwa hiyo hujasomea unachokifanya? No. No, I can say kama nimesomea in a way kwamba kuna course ya electronic media kwamba unasoma kuhusiana na radio lakini pia television. Oh, yeah. Katika hizo kufanya production sasa kwenye produce maybe videos, news, documentaries, kwa upande wa TV lakini pia kwa upande wa radio, lakini hakukuwa na specific kwamba kwa maybe digital platforms, social media ambazo ziko sasa hivi. Kwa hiyo let's say haikuwepo. Yeah. Short haikuwepo. Yes. Umewezaje kuhama nayo kutoka kwenye ile uliyosomea ile ya radio? Najua nafikiri kwa lugha rahisi tungeita ya analogia fulani hivi. Kuja hii ya kisasa. Yeah. Umehama vipi nayo? Nafikiri kwa sababu unachokifanya kwenye digital is almost the same na zile like the I would say maybe ethics lakini pia how to do it. Kwa mfano kama una produce maybe a video for social media say Twitter ama Insta ama YouTube, utatumia zile skills ambazo umejifunza, isipokuwa sasa how you're going to distribute it ndio inakuwa tofauti. So is it easier au harder? Very much easier kwenye kuifanyia kazi. Yes. Yeah. I think it's easier in a sense kwamba it's a matter of nimeproduce hapa, kwa mfano sasa hivi utaproduce hapa and then you just upload it. You just need internet, right? Maybe you have a phone, unatumia tu simu yako, ukarecord and then you just upload it on YouTube. But zamani you need to have a space kwenye TV, right? Oh, yeah. Kwamba wanakupa airtime. Na airtime kwenye TV is expensive. Yeah, which I believe still is expensive. Lakini kwa social media, the digital platforms is cheaper. Yeah. Cheaper to operate. Yeah. Yes, cheaper to operate. Inaweza ikaonekana ni rahisi kwa sababu you can produce, unaweza create content yako kwa simu, ukaiupload. Yes. Bila kununua kulipia frequency au kipindi. Lakini kwenye hiyo space, YouTube, wapi, social media, pamekuwa congested sasa hivi.
panapenyeka, au inawezekana umekuwa na uhuru wa kupublish kwa urahisi, lakini sio rahisi kuwa noticed, au sio rahisi kuwafikia unaowataka. Is that the case? One could say that in a sense kwamba audience wanahitaji quality content. Quality. Yes. What is it that you're saying? How are you saying it? How are you telling the story of whatever is it that you are trying to tell, right? Kwa hiyo as much as kuna watu wengi ambao wanafanya hivi vitu, lakini for you to stand out, kwanza you need to have quality product. Your video should have high quality. Audio pia iwe inasikika vizuri. Lakini pia kitu kingine, I think watu wanahitaji mtu ambaye amefanya research na anaelewa anachokiongelea. So ile tu kwamba kwa sababu you have access to YouTube and you can you have a simu ya mkononi, so you just go and produce a video and then you don't say anything ambacho kina leta mantiki kwa watu kukaa na kukusikiliza. Usually watu wanasema hamna watu wa kuangalia whatever you're producing, kwa sababu wa Tanzania wanapenda umbea. So wanakwambia ukiproduce kitu ambacho kinazungumzia sijui maisha ya nani msanii fulani, that's what they watch, but it's not true. I think they just need to kuwa na watu ambao wanaweza kuproduce content ambazo zina fundisha, content ambazo zina, kwa mfano travel content zinafanya vizuri sana. Kwa sababu sio watu wengi ambao they can travel and show kama there's this, there's that. You just have to know ni kitu gani unataka kusolve. What is it that you want to tell people and how are you going to tell them? Okay. Wakati unaongea hapa nimehisi kama unataja kazi za watu wengi. Ongea kuna audio, quality ya audio, quality ya video, ongea content nzuri, ukaongelea na baadhi ya vitu vingine ambavyo to me they sound kama kila kimoja hapo ni kazi ya mtu mmoja. Lakini sasa hizi inawezekana wewe unakaa na simu yako and you do all that. Kwa hiyo inawezekana inachangia kwenye failure ya baadhi ya watu. Kwa sababu anaona ana simu nzuri, kwa hiyo ana tool inamsaidia, anaona technology, ana internet, ana platform, au badala ya kutulia kuhakikisha kwamba maybe anawashirikisha baadhi ya watu wengine ili product iwe nzuri, ana rush labda niseme, au anaamua kwenda kutoa content, mwisho wa siku anaiblame audience. Yeah. Okay, so it's an opportunity basi, imezaisha kazi zaidi. Japokuwa hatujaziona probably. Imezaisha kazi zaidi. I think kitu ambacho kina kuwa ni changamoto ni ule utayari wa mtu kujifunza. Utayari wa mtu kujifunza, lakini pia kuinvest time. Mtu anataka tu afanye shop ana rush vitu kama unavyosema, so hawa take time ya kujifunza kufanya hicho kisha anachotaka kukifanya. So kama hauna utayari wa kujifunza kwenye digital communication ambayo inabadilika kila siku, kwa sababu kwenye digital kitu ambacho kilifanya kazi jana might not work today. So inahitaji mtu ambaye yuko tayari kujifunza na anafanya research daily kwamba okay, I need to know what is working now, I need to know the trends, what is changing, vitu kama hivyo. So once you know those, it's easy for you to cope na the changing of technology and environment ambayo upo. So once you do that, it's easy for you to hata kuuliza kwa watu wengine ambao wanafanya kazi ambazo unataka kuzifanya. Kwa mfano kama your audio is not as good, YouTube is like a university. University of YouTube. Yes. As in okay, na YouTube, anything that you want to learn is there. It's just way kusema kwamba okay, natenga muda wa mimi kwenda kujifunza hichi kitu. Maybe nataka kujifunza kuedit videos vizuri. Kuna a lot of softwares and especially sasa hivi kuna free versions of softwares to edit your videos. So you can download those. And I know some of the people ambao wanafanya tutorials kwa hapa Tanzania and they are doing really, really well. Tukirudi kwenye content na quality, inajiuza mtu anayependa umbea
anahitaji quality nzuri, yani video inang'aa sana ili apate umbea wake, au ndo maana wao labda inakuwa rahisi zaidi kuwa noticed, kwa sababu sidhani kama anahitaji video ikatwe vizuri, sijui audio, no, umbea wake ushafika na anachokihitaji, unless I'm wrong. Lakini kama issue ni umbea, sijui fulani kafumaniwa wapi, au hitaji kuwa na 4K yes kushare fumanizi au si? I think you're right. Yani you're very right. Sababu kwa mfano kuna videos nyingi ambazo nimeziona YouTube. Kwanza kuna ile clickbait. Yani kwamba mtu anaweka title ambayo iko so misleading. Okay. So ile title ambayo iko misleading inakufanya mtu unaenda especially kwa sababu unapenda umbea. And then ukifungua ile video, it doesn't have anything to say na hiyo title. Yani haiendani na title kabisa. Lakini sasa hizi imekuepo nizite titles nyingi mpya. You know, mtu anaitwa TikToker, unaona. Yes. YouTuber, podcaster. Yeah, like yourself. Yeah, like myself. Very proud. Right. So how do you feel kuwa kati ya hao wapya? For me, yeah. I'm even happy kwa sababu hata kazi zangu nyingine za data and whatever tech bado ni mpya. Yeah. So I'm really happy personally. I don't know about you. How do you feel? I'm very, very happy with the work that I'm doing. Pamoja na kwamba ni mpya, it is something that I do enjoy. Napenda sana kupiga picha personally, lakini pia napenda ku document my own travels kwa mfano. And so getting to do this inanifanya kwamba okay, I'm in the future already. Wow. You know, so it makes me really, really happy. Okay. Sasa hivi mimi nahisi kama kuna conflict fulani kati ya wazazi wetu na babu zetu. Yeah. Alafu baadhi yetu sisi tulipo na hao walioko chini. Unajua ni rahisi saizi mtoto akakwambia mimi nataka kuwa TikToker. Yeah. Kwa sababu anajua mtu ambaye amekuwa milionea au bilionea kwa sababu kupitia TikTok. Na anapenda. Lakini mimi labda ningesema I want you to be an engineer labda. Kwa sababu labda nahisi hiyo ndo modern kwa mtazamo wangu. Yeah. Babu yangu atasema uwe mwalimu. Yeah. Yeah, so do you face the same? Kwamba kuna watu wanakuelewa, kuna watu hawakuelewi. Yeah, does that happen to you? My mom, growing up, hakutuchagulia what to do. Wow. Yani hakutuchagulia kitu gani ukasome ukienda chuo, right? You guys are lucky. So my mom hakutubana kwamba you need to go sijui ukasome sijui daktari sijui mwalimu, hapana. Hakufanya hivyo. Kwa hiyo hata nikielezea what I do, she'll just understand. She's a teacher. Okay, she was a teacher. Retired. So, yeah. Okay. Retired recently. So, nahisi kama kuwa na hiyo pia imemsaidia yeye kuwa na open mind. Yeah. Whatever I'm doing. Okay. Lakini kwa kuelezea kwa mtu mwingine kwamba this is what I'm doing, you know, I get to manage the social media, like that. What I'm getting kwenye hizi sasa, people think it's so easy. Oh, okay. People think it's just you holding your phone na kuandika and like you're online all the time, which is not true. It takes so much work. Yani, for you to take a photo, right? You take a photo and then you need to caption that photo. You need to tell a story from that photo. Just a photo. Right? What I'm saying is it's so much work kuliko vile ambavyo watu wanafikiria. So, being a social media content creator, it's not about you just preaching anything. Am I writing anything? It takes time for you to think about your audience, to think about unajaribu kucommunicate nini, and what do you want your audience to get out of whatever is it that you're communicating, right? And then there's ile ufikirie this content ambayo naiproduce now, itafanya vizuri wapi?
where should I go follow my audience, kwa sababu unatakiwa ufuatie audience yako waliko, right? So something that you might communicate on Twitter will be different from something that you're going to communicate on Instagram, on Facebook, on TikTok, on YouTube, on LinkedIn. So it takes so much for you to understand, I'm creating this content for this platform, and kwenye hii platform, huyu ndio mtu ambaye ninampata, right? So there's so much that goes on kwenye content creation and social media management. So people need to understand kwamba it's a hard job. That's what I'm saying. It's not just you holding your phone. Yes, it's not that, please. Kwa hiyo wanailinganisha na kujipiga selfie. Yes, it's not that. Okay. It takes yeah, it's not that. Wow. Yeah. Unatakiwa kuwa unaijua kila content una create. What I need to do is just to read. Okay. You also need to read. Yani, you have to be ready to read ili uielewe whatever it is that you're putting uko nje. Because how are you putting something out there? Kama kuji, what is it you're putting out? Kuna kitu kinaitwa misinformation. Yes. Tell us about that. Ni nini labda kwa Kiswahili chetu rahisi? Au kwa namna yoyote ambayo kwa Kiswahili chetu. I think misinformation ni ile kwamba ni information ambayo haiko sahihi, right? Lakini hii information mara nyingi inakuwa labda umemisinform, haukuwa na lengo baya. Maybe kwa sababu uko ill informed. Maybe the information that you had ndio imekupotosha. Lakini wewe lengo lako ilikuwa sio kudhuru ama sio kuleta impact kwa mtu ama something. Lakini kuna disinformation. Disinformation? Yeah. Hii sasa ndo mtu anaifanya kwa akiwa anajua kabisa kwamba hii ni wrong information. Lakini anakuwa na lengo lake mwenyewe. Lengo ovu. Yes, lengo ovu na hiyo information ambayo ana iposti. Hiyo ndo disinformation. Kwenye misinformation ni kama mtu anakuwa maybe anaware, lakini pia anakuwa hana lengo baya ama lengo ovu. Kwamba atakayepata ile information maybe fanya kitu fulani. Kwenye disinformation sasa ndo ile mtu kuwa na lengo kabisa. Kwamba hii information ni hii. Especially I think kwenye propaganda wanatumia sana. Propaganda? Yes. Okay. So wanatumia disinformation. We unafanya propaganda? No. Unaweza kufanya if you're paid for it? No. No. Sio kitu chako? No. I don't think anybody should be doing that purposely kabisa, kwamba yani na kuwa paid kuwa na nia off kabisa. What if unafanya propaganda for good reasons? Au mnaita branding and marketing? Do you term it differently? To fit your needs? No. Okay. Okay. How do I tackle this? I think when you brand awareness, I don't think when you brand awareness you need to disinform people. I think you just need to, sababu unapokuwa na communicate kwa digital platforms, you unakuwa na objectives. What are your objectives? Is it brand awareness? Is it that you want people to buy your product? Is it that you want people to know what is happening somewhere and then they can take action perhaps? So na kuna ambao wanafanya propaganda as their hiyo ndo kazi namlipa, right? Lakini kuna watu ambao wanaitwa social media influencers. Yes. Au watu kwanza wameibukaje? Na wanafanya nini? Na wanatusaidiaje labda, au ni kwa namna gani labda watusaidii kama ipo social media influencers? Okay. Okay, so social media influencers, sababu kwanza kwa brands nyingi wanakuwa some wanatumia social media influencers, and then kuna wengine ambao wanatumia ambassadors, right? Na balozi. Yes, anakuwa ambassador. Anawakilisha. And then the influencers sasa wa social media, kuna wale ambao ni wadogo, ambao ni macro, and then there's a lot of terming there. But a social media influencer, kwanza wakati
you know social media ina change kila siku, right? Yeah. And so ikafika hatua kwamba audience wakawa sasa hawa interact maybe na content za a particular organization, right? Kwa sababu to, you know, maybe they don't trust you. Usually you're not a person, you are representing an organization. Oh yeah. So these influencers wanakuwa trusted more na audience kwa sababu maybe I'm following you personally, right? I know you, Michael. I'm following you on Twitter. So I'm more likely to engage with post ambayo utaipost kwa sababu tu I've engaged with you. I know you. I know you in a sense kwamba I'm engaging with you. I know you're a person. So I'll trust you more and I'll engage with you content more than I would engage in content here a company. Okay. Right? Kwa hiyo mimi naweza nikatumika nikaongea vitu vya hiyo company. Yes. Kwa sababu unaniamini in a line, yes. Okay. Yeah. But kitu kikubwa ambacho mtu anatakiwa kama kampuni kumhire influencer, you need kwanza huyo influencer align na your organization goals ama company, kwamba wewe unafanya maybe civic space ama wewe unauza plants ama unauza sim. Kwa you need a person kwanza ambaye anatumia sim the brand ya hiyo simu yako, lakini perhaps kwenye content zake za kila siku ana share something about your brand. Okay. Kwa hiyo na mimi naweza nikawa social media influencer. You could be, because I think an influencer is not about just one a huge following. Oh. It's not about that. Okay. It's about the impact ambayo unayo ukiposti kitu, maybe the engagement ambayo people watakupa. And yeah. So ni kama Nike walivyomchukua Michael Jordan. Yeah. Okay. It's something like that. Okay. But then again, it depends na mtu ambaye unamchukua, right? Okay. And another thing is kwamba organizations ama companies unapo align ama unapo associate na an influencer, you need to be careful who are you picking. It's an organization. Yes. An organization and my company, right? So instead of picking a person ambaye kwa mfano unazungumzia vitu kama unafanya data na technology, and then unaenda kumhire an influencer ambaye doesn't know anything about technology. Anajua maua. So hata content ambayo ata produce for you haitakuwa na impact yoyote kwa sababu it's not even the content that he knows about or she knows about. Yani hajaishi, it's not their life. So you need a person ambaye anaishi hayo maisha for you to use them kama influencers wako. Okay. Yeah.